Yashinde mambo manyonge. Yashinde mambo manyonge. Nikuulize swali. Tuanze na swali. Je, na wewe ni miongoni mwa wale watu ambao katika yale mambo manyonge, mambo ya kawaida sana, ukifanya unachoka kweli, yanakuchosha, unakuwa huna maana, yani unachoka kweli kweli. Halafu yale mambo makubwa yenye kuleta revolution, mapinduzi ya maisha kwenye maisha yako, mambo makubwa, Biblia Mafunuo nasema attempt big things, thubutu mambo makubwa. Hayo kwako naamini hayawezekani kabisa, lakini haya manyonge manyonge ya kawaida ya ukiyafanya unachoka kweli. Na nikumbusha rafiki yangu mmoja, kiongozi wa kidini, tukiwa katika shule ya sekondari. Tukitoka kanisani tunatembea kurudi shule, mtu mmoja akamjoki, akamdhihaki, akamtania, akamwambia, ndugu yangu mbona unaongea kama joka? Mimi unaita joka? Akasusa, akaacha mambo ya dini, akaacha kusali kabisa. Alikuwa ni kiongozi mkubwa. Akasema, mimi sitaki mambo yenu bwana. Mimi sio joka. Joka hawezi kuwa kiongozi wenu bwana. Kama na wewe ni miongoni mwa watu hawa ambao kaneno kadogo tu ukiambiwa kana kuvuruga, kana kuchosha, yani unavurugika, unapoteza ile hyper focus, umakini wako mkubwa kwenye mambo ya maana, vitu vya kawaida vinakuchosha kweli. Kama ni mtu namna hiyo, somo hili linakuhusu. Tuombe. Baba, ninakushukuru. Asante mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Wewe peke yako ndio una uwezo kumtoa mtu katika hali ya kushindwa na mambo manyonge na kumfanya kuwa mtu wa uthubutu wa kujaribu mambo makubwa, na mtu wa mbio za farasi asiyeshindwa mbio za miguu. Sawa sawa na somo letu la leo na baraka yetu ya leo. Asante maana mtoto wako umembariki, na yeye atabariki wengine kwa masomo mazuri ambayo anakuja kuyapokea hapa, katika jina la Yesu. Amen. Nikuombe uchukue kalamu na karatasi yako. Watu wa Mungu wanaopenda kujifunza huwa wana take note. Take note, chukua vitu ambavyo vitakusaidia kwenye maisha yako. Yeremia 12 mstari wa 5 unatuingiza katika tafakari ya leo. Anasema, ikiwa umepiga mbio na hao waendao kwa miguu, yani ikiwa umepiga mbio na hao waendao kwa miguu, anasema nao wamekuchosha, basi wawezaje kushindana na farasi? Anasema hivi, ikiwa umepiga mbio na hao waendao kwa miguu, nao wamekuchosha, umechoka kabisa, ufai. Je, wewe unawezaje kushindana kwenye mbio za farasi? Hapa ni Mungu anaongea na mtoto wake anaitwa Yeremia. Kwamba Yeremia, wewe na kuona umechoka kweli. Yeremia, umechoka, ufai. Mtoto wangu Yeremia, mbona vilivyo kuchosha ni vitu vya kawaida sana? Mbona projects ambazo zimekuchosha ni zile za kawaida tu, ambazo hata mtu ambaye hajaenda shule anaweza kufanya, ambazo mtu ambaye hata hamjui Mungu anafanya? Utawezaje wewe kwenye mambo makubwa kama haya madogo yanakuchosha hivi? Rafiki yangu, ndugu yangu Yeremia, Mungu anamwambia, kama vijaribu vya kawaida kabisa kwako vimekutoa kwenye reli na vimekuharibia maisha kabisa, ndugu yangu, maisha ya mwanadamu ni safari. Maisha ya mwanadamu ni safari. Andika, maisha ya mwanadamu ni safari. Na safari inategemea aina ya usafiri unaopitia. Wako watu maisha yao wameamua kutembea, maisha ya kutembea kwa miguu. Lakini kuna watu maisha yao wameamua kuwa ni maisha ya kutumia bodaboda. Speed ya maisha yao ni speed ya bodaboda. Lakini kuna watu ambao wana speed ya kutambaa. Snail lifestyle, snail mindset. Ni watu wa kujivuta sana. Lakini kuna watu wameamua speed za maisha yao kuchagua ni watu wa SGR. Sasa ngoja nikwambie, vyombo vyote hivi vya usafiri wa maisha viko free.
kwa Mungu. Yaani package ya ujio wa Roho Mtakatifu inahusisha aina yoyote ya maisha ambayo mtu utaamua kuyachagua. Na unaweza kwenda mbinguni lakini utaenda umejeruhiwa, umechoka, ufai. Lakini utaingia. Kwa chagua aina gani ya maisha na yenye spidi ipi na kwa kutumia chombo kipi cha kiroho cha kuendesha maisha yako ambayo maisha yako yatakuwa bora. Lakini usisahau, kila chombo utakacho chagua kukitumia usafiri, hata kwenye mbio, amesema umekimbia mbio za miguu umeshindwa, farasi itakuwaje? Wanatoka bala farasi. Kuna mbio za mita 100, kuna mbio za marathon. Kuna watu wanaamua jambo lao watalifanya kwa mwaka mmoja. Kuna watu wana malengo ya miaka 50 na kila kitu kinakuwa. Kwa wewe umechagua mbio zipi? Sasa ili uchague, lazima ujue kuna gharama ya kila aina ya maisha unayochagua. Na gharama nyingine zitakufanya usieleweke kwa baba yako, kwa mama yako, wafanyakazi wenzako, ndugu zako, schoolmates wenzako, hata kanisa lako, kwa sababu umechagua viwango ambavyo wenzako hawapo. Sasa ile gharama ile, hata kwenye mbio, mazoezi ya mtu anayekimbia marathon ni tofauti na mazoezi ya mtu anayekimbia mbio za mita 100, wale wakina Usain Bolt. Ni tofauti na mazoezi ya jogging ya Jumapili, unaga watu wanakimbia Jumapili si Jumamosi. Tofauti kabisa. Biblia inatupa hint kidogo. Andika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:24-25. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni moja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Hamjui ya kuwa wale wanaoshindana katika mbio, tumesema hapa umekimbia kwenda kwa miguu lakini umeshindwa, utawezaje wakati wa mbio za farasi? Lakini anayeshinda ni mmoja. Maisha ya Ukristo ni results driven life. Christian life is a result driven life. Jenielewa? Maisha ya Kikristo ni maisha yanayoendeshwa na matokeo. Ndio maana hapa mstari umesema, Wakorintho wa kwanza 9:24, tutasoma na 25, kuna vitu vyake pia, kwamba wale wanaokimbia ni wengi, lakini mmoja ndiye anayepata tuzo, medal. Unaweza kupata gold, bronze au na zile nyingine fedha. Sikiliza sasa, nasema hivi, pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Kwa ukiona unapiga mbio za maisha lakini hupati kitu, kuna shida pia. Yawezekana unachoshwa na mbio za miguu. Mungu akutoe kwenye maisha ya mbio za miguu, uende kwenye maisha ya mbio za farasi, sawa sawa na 12:5 Yeremia, ili maisha yako yawe ni maisha ya matokeo makubwa na ya wepesi kwa utukufu wa Mungu. Anasema hivi, mstari wa 25, na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Lazima ujizuie katika yote. Ndio maana mfate mkimbia riadha mkubwa ulimwenguni aliyefaulu, hata aliyeshinda kwetu juzi hapa, wakina Samsoni wale, kuna Philibert Bayi. Hawali kila kitu, hawanywi kila kitu. Kuna kiwango cha nidhamu
ambacho wamekiweka, ambacho kiwango hicho ndio kilisababisha wakapata matokeo walioyapata. Maandiko yanasema kila akimbiaye mbio hujizuia katika mambo yote. Self control, kujitawala. Kuna gharama 4 unapaswa kuzilipa. Gharama ya kwanza, 1, katika mambo ya kiroho ambayo yana affect. Unajua ukiroho wetu ndio unaathiri kila kitu kutuhusu sisi. Maana tukiwa na Mungu, matokeo ambayo ya mtu aliye na Mungu yanaathiri familia, uchumi, mahusiano, ofisi, yani kila kitu kuhusu wewe kinaathirika katika athari ambayo prosperous effect. Effects, matokeo yenye kuleta mafanikio kwenye maisha. Jambo la kwanza ambalo napaswa ufanye kama kujizuia, have a long session of private secret prayers alone. Kuwa na muda mrefu wa maombi ya siri ya faraga peke yako na Mungu. Maombi hayo ya siri, ikiwezekana, kama umeoa, hata mke wako asisikie, hata mume wako asisikie. Tengeneza muda ambao utakuwa wewe na Mungu tu, na kama ikiwezekana, ikikupendeza, hivyo vitu ambavyo huwa unaongea naye asivisikie mtu mwingine yoyote aitwaye mwanadamu, isipokuwa wewe na Mungu, isipokuwa wewe na Mungu. Kwa nini? Maombi huleta spidi kwenye maisha. Maombi huleta spidi kwenye maisha. Sasa naposema kwenye maisha, wewe unaweka spidi ya maombi, spidi unayotaka kwenye maisha. Kwa nataka spidi kwenye nini? Jambo gani kwako ambalo linaenda katika hali ya ukonokono, hali ya ufunyofunyo, yani la kujivuta. Unataka liete spidi. Hapa tumesema private secret prayers alone with God. Maombi ya faraga ya siri peke yako na Mungu, marefu, wrong, huleta spidi kwenye maisha. Wafalme wa kwanza 18:42. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmel, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Elia akapanda juu, akasujudu, akainama uso. Lakini wakati anaomba, Elia alikuwa peke yake. Msaidizi wake, kazi yake alikuwa ni kumtuma akaangalie majibu ya matokeo. Tumesema wale wanaoshindana mbio za kidunia ushindana hivyo ili wapate taji, tuzo, na sisi tufanye hivyo hivyo, amesema. Kwa maombi marefu peke yako na Mungu huleta spidi katika maisha. Uliletaje spidi kwa huyu Elia? Wafalme wa kwanza 18:46. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Baada ya kuwa naomba kule mvua inyeshe, matokeo akaja mvua ikanyesha. Kitu kilitokea ambacho nataka niweke kujenge. Mkono wa Bwana ukawa juu ya Elia. Nini kilitokea? Akajikaza viuno. Kujikaza viuno manake affirmation, akajiimarisha, akaimarika. Kwa maombi huleta kuimarika. Mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Kwani ulikuwa juu yako? Ni matokeo yale maombi ya kuinama mguuni mpaka kichwani, kusujudu. Anasema akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Ahabu alikuwa ni mfalme. Alikuwa anakimbia na farasi mbio, maana mvua aliyokuwa anaisubiri kwa muda mrefu, wingu limetanda, mvua inakuja, na Elia alimwambia kimbia, mvua isije kukuta njiani. Akiwa anakimbia spidi kali, Ahabu kuingia kule Yezreeli kwenye jengo lile, kwenye ile lango la jiji ili akajikinge mvua, maana inakuja ni kubwa. Elia akiwa Karmel, on top of Karmel, juu kabisa. Elia kwa mkono wa Bwana kuwa juu yake, kama matokeo ya private secret prayer, maombi ya siri binafsi, aliongezeka spidi kwa ghafla isiyo ya kawaida, akazidi hadi farasi, akamvuka mpaka yule bwana anaitwa mfalme Ahabu alikuwa na Yezreeli. Kwa nini? Maombi huleta spidi kwenye maisha. Sasa spidi inaelekea kwenye
Ni eneo gani ambao anataka kuona speed, Mungu anakupa speed. Kwa Elia alitaka tu kumuonyesha kwamba kwa hichi ulichokifanya unaweza kuvuka hata farasi, na kuombea kwa Mungu. Mungu akupe speed kwenye utafutaji wako. Mungu akupe speed kwenye ibada zako. Mungu akupe speed kwenye matokeo ya maisha yako. Mungu akupe speed kwenye mahitaji ya maisha yako. Mungu akupe speed kwenye kila eneo ambalo kwako unaona umesuasua, alisongi mbele, ndoa imestaki, uchumba uendi mbele, matokeo hakuna. Mungu aliyempa speed Elia kama matokeo ya private secret prayer, maombi ya siri ya peke yake ya faraga, long prayers, maombi ya muda mrefu zaidi ya mara 7 alikuwa na mtu akaangalia majibu. Akupe na wewe kwa jina la Yesu. Gharama ya pili ambayo unapaswa kuilipa ili upate matokeo makubwa na kuwa mtu wa mbio za farasi, mtu wa kuona mkono wa Mungu, sio mtu wa kuchoshwa na mambo manyonge, uchoshwi kidogo, kukata tamaa. Resilience, unapata resilience, ability to bounce back, uwezo wa kurudi kwenye uwezo wa kuendelea hata kama utapata kachangamoto mbele yako. Have your own big picture is already completed victory. Uwe na picha kubwa kwenye fahamu yako ya kile ambacho unakitaka Mungu akufanyie. Uwe na blueprint ya matokeo ambayo unayataka kwenye maisha yako. Unataka kuwa mtu wa namna gani? Unataka kuwa nani kwenye dunia hii? Unataka kuachieve nini? Hicho ambacho unakitaka kukiachieve, ukicement au ukiingize kwenye fahamu yako na vipengele vyake na ukubwa wake na ile scope yake vijae kwenye ufahamu wako. Afu hiyo picha usisemeseme sana kwa watu, maana wengine hawana imani na hiyo kitu. Ndio drive maisha yako, ndio iendeshe maisha. Kama ni msomi unataka kuwa na PhD 5 na sasa hivi uko darasa la 7 jione una hizo PhD 5 ukiwa darasa la 7, ukiwa ni first year, ukiwa uko kwenye ile unafanya kama zamani tulikuwa tunafanya matriculation, unajiunga na chuo. Picha hiyo isiathiriwe na chochote. Maana utafiti wa kisaikolojia na wa kiroho umethibitisha aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa takuwa lini distance katikati yako na matokeo hiki ambacho nakitaka yanapimwa na kitu kinaitwa patience, uvumilivu. Mwanzo 37 mstari wa 5. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumjia. Yusufu hakiwa ni mdogo, maskini, hana kitu kwa baba yake, ametulia, mtoto ambaye hajitambui kabisa kwa mtazamo wa kidunia, lakini alikuwa na picha, ana ndoto ya yeye kuwa mkuu, leader, kiongozi. Aliwahi kutupwa kwenye mashimo, akauzwa, akaenda kwa usiboi. Picha haikutoka kwenye ufahamu wake. Usiruhusu maisha unayoishi sasa yakaathiri vile ambavyo unataka Mungu akufanye kwenye maisha yako. Linda hiyo picha hata kama umefukuzwa kazi. Linda hiyo picha hata kama unafanya biashara zinafeli. Linda hiyo picha hata kama unaongea watu wakusikilizi. Hiyo picha ndio itakuwa motivation factor ya maisha yako. Unalindaje? Usisemeseme. Kuna watu wana akili finyu, wakisikia unasema mambo makubwa kwao utakuwa kama umewatukana, umewainsult, umewatusi. Yusufu alifanya ili kosa ili wewe usilifanye. Aliwaambia watu mambo makubwa ambayo anatembea nayo kichwani, ambayo Mungu amempa njozi za maisha yake. Ndugu zake wakamwonea wivu, wakaongeza chuki, makaya. Ongea tu na watu vizuri, wapende, lakini usiseme kila kitu, kujua ile picha mpaka itakapokuwa kwenye maisha yako. Na siri iko hivi, jambo lolote la Mungu ambao unatembea nalo kwa imani, naamini Mungu anataka kufanyie. Ukiona linachelewa, sherekea, shangilia. Ukiona linachelewa, furahi, maana likija huwa linakuja na bonus. Linakuja na bakshishi za ziada. Alafu aliwi dogo, linakuwa ni kubwa. Kwa hiyo unafurahi kwa sababu linavyozidi kuchelewa ndio linazidi kuongezeka ukubwa. Hata kwenye watu wa investment, compound investment na aina mbalimbali tunajifunza, watu wanawekeza.
kadiri inapokaa muda mrefu uwekezaji wako kwenye mabondi kule tunawasikia watu kwenye UTT na uwekezaji mbalimbali, zile investment, ndivyo inavyokuwa kubwa. Watu wanunua ardhi. Kuna mtu mmoja alisema alinunua ardhi milioni 1, kaenda kuiuza jijini Mwanza milioni 150. Sio kuuza, kwanza mtu anataka ainunue kwa 150, anasema mimi sitaki, sijisikii kwanza sasa hivi. Kwa hiyo jambo lolote unalolifanya na Mungu ukiona linachelewa, wala isikuchoshe wala isikuumie, sherekea, furahi, maana likichelewa likija linakuja likiwa ni kubwa. Jambo la tatu la kufanya, discipline ya tatu ya kuwa nayo, gharama ya tatu ya kuwa nayo kama unataka kuwa mtu wa mbio za farasi. Meditate and act upon God's promises. Anasema meditate, zitafakari na zitendee kazi ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu. Ayubu 22:28 anasema, and you shall decree a thing and it shall be established. Kwamba nawe utatangaza, utatoa tamko juu ya jambo na hilo jambo litathibitika. Maana yake nini? Tunasema nini maana ya kumeditate upon the word of God? Kumeditate maana yake ni kutafakari. Maana miongoni mwa maana zile za asili za neno kumeditate, kutafakari, anasema ni kutamka neno. Lakini nimejifunza wiki iliyopita, maana ya kina zaidi ni kama vile mtu unapokula chakula alafu unasikilizia, sema huyo mtu ana meditate. Maana kile neno unapolipokea unalisikilizia, afu unaitamka, Bwana ndiye mchungaji wangu, sipungukiwi na kitu. Sema yule mtu ana meditate. Kwa tofauti kati ya Bible study na Bible meditation, unapolitafakari na kulifurahia neno la Mungu, Biblia inasema Zaburi 119, nalo ni tamu kama asali, linakuwa ni zuri. Kwa utoke kwenye mfumo wa kusoma Biblia kidini, usome mfumo wa Biblia ukiongozwa na maombi mazito, hasa ukijikita kwenye ahadi za Mungu, na zikafurike kwenye fahamu yako na kujaa wakati wote zisikutoke. Utaona matokeo makubwa na Mungu atakufanyia mambo makubwa usipozimia roho. Usipozimia roho. Mwongozo unatolewa kwenye hiki nilichokisema, Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako na kisha utakapositawi sana. Utakapostawi sana. Jambo la 4 na la mwisho, usiwe mtu wa kusita. Kuwa mtu wa imani. Ukiwa mtu wa imani, Mungu atakutoa kwenye levo za mbio za miguu na kwenye levo za mbio za farasi. Hauwezi ukapata matokeo makubwa kwenye chochote katika maisha ikiwa haujakiona katika fahamu zako kwa njia ya imani. Sikiliza vizuri. Maandiko yanasema Mungu akashuka kuja kuwaona wale watu ambao walikuwa wanajenga mnara. Ukisoma vizuri utagundua ya kwamba walipokusudia kujenga mnara kubwa la kufika huko juu kwenye mawingu, mvua ikinyesha wasife, Mungu aliheshimu kana kwamba limesha kuwa hilo jambo. Kwa hiyo wale waliamini ya kwamba tayari huo mnara wameshauona. Mungu alishuka kuona mnara wakati hata hujajengwa, kwa sababu aliuona kwenye fikra za watu. Imani ni kuona yale mambo ambayo unaona Mungu amepanga kukufanyia hata yakiwa kabla hayajatokea. Kwa hiyo usiwe mtu wa kusita. Kuwa mtu wa imani. Imani ni kuwa na uhakika wa kauli za Mungu bila kujali uhalisia unaopitia ukoje. Evidences of faith.
ushahidi wa unachokiamini, ushahidi wa kauli ninazozitoa mimi, si nilivyo sasa, ni kile ambacho Mungu amekiahidi na kukisema kwenye maandiko mpaka kitakapotokea kwenye maisha yangu. Sasa basi, Mungu anazungumziaje hili swala? Lazima tuzungumzie hili swala, kwa sababu tutazungumzia masuala ya mbio na safari ya maisha. Ni chombo gani cha usafiri ambacho umeamua kutumia? Je, umeamua kutumia chombo kinachokuletea taabu, uchovu na maisha magumu, au umeamua kutumia chombo ambacho kwa Mungu kinakupa raha na amani na ushindi? Chombo ambacho kinageuza kila huzuni na kuwa furaha, hata katikati ya mazingira magumu ukiendelea kupata amani na raha. Prado V8 ile ya kisasa kabisa, hata kikwama kwenye matope porini, ukafunga vioo, ukawasha AC na mafuta iko full tanki, unaweza kukaa kwa amani tu muda mrefu mpaka msaada ukafika. Lakini ukiwa kwenye bodaboda uko porini na imekwama, hauwezi hata kusinzia, maana utawaza wezi, simba, unaweza kushangaa kobra amekupiga jino. Yani huna amani kwa sababu ni chombo cha usafiri ulichoamua. 12:5 Yeremia nakuuliza maswali. Je, ikiwa umetembea na hao, umeshindana hao waendao kwa miguu wamekushinda, utawezaje kwenye mbio za farasi? Ikiwa umechagua maisha ya level ya changamoto za kawaida zinakuchosha, kwa nini usichague changamoto kubwa ambazo ndani yake kuna baraka kubwa? Sasa, kuhusu kutokuwa na imani ya kutokuwa mtu wa kusita, kitabu cha Waebrania 10:38 mpaka 39 kinasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akiwa mtu wa kusita, ana sita hivi, roho yangu haina furaha naye. Sasa roho ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu, Yesu anasema siwaachi yatima, nitawaachia msaidizi wa kufanana nami. Maana yake ana sifa zote za Mungu na uungu, atakaa kati yenu. Na kwa huyo atatuongoza kwenye kila kitu kwenye maisha yetu. Sasa asipokuwa na furaha na wewe, utapataje vitu vya Mungu? Kumbe Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye watu ambao wasitisiti, hawababaishi. Ni watu ambao wamenyooka na wameamua kufanya mambo sawa sawa na Mungu anavyosema, bila kujali upinzani, changamoto zimekaaje. 39 anatupa matumaini. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Sasa kilele cha haya nasema yote sio upate vitu vya kidunia. Hiyo ni vitu vidogo, minor, vitu fifu, maana vitachoma moto hata ujenge gorofa kubwa kiasi gani. Yesu akija amesema nimekuandalia kitu bora, majengo, mansions. Ushakaa kwenye mansion wewe? Mansion, unaisikia mansion, majumba ya kifahari makubwa walikuwa nayo wakina Pablo Escobar, wale wa madawa kulevya wa zamani. Nyumba na mbuga za wanyama. Hiyo ndio mansion. Sasa hizi ni vya kijinga vya duniani. Yesu ameenda kukuandalia mansion, makao, mahekalu makubwa kwa ajili yako. Kwa hiyo anasema hivi, hatumo miongoni mwa wasitao, lakini tumo miongoni mwa watu ambao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kwa hiyo watu wa mbio za farasi ambao hawatembei kwa mbio za miguu, wameamua kuishi maisha ya level ya juu ya kiroho, ni watu ambao utoshelezwaji mkubwa wa maisha yao ni kuokoa roho zao, sio kujikusanyia mali, sio tu kuwa mtu wa masifa hivi, lakini ni kuwa watu ambao pamoja na mengine mengi ambayo Mungu atatupa na kutuzidishia, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na haya mengine watazidishiwa. Mwisho ni kutie moyo na Waebrania 12:1-12, na tuweke kando kila mzigo na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. 12. Kwa hiyo
inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza. Nyosha mkono uliolegea na magoti yaliyopooza. Je, nikuulize swali tena. Baada ya kusikia haya maneno, unaamua nini? Unaamua kuwa mtu wa mbio za miguu au mbio za kasi zenye ufanisi za farasi? Ninakupendekezea, amua kuwa katika mbio za farasi. Lakini tumegundua unaweza ukakimbia mbio za farasi lakini hazina malengo wala matokeo. Nikutie moyo, amua kuwa mtu wa matokeo. Lakini tumegundua tena, kuna gharama katika kila aina ya maisha, kila aina ya chombo cha usafiri ambacho utataka kukitumia kusafirishia maisha yako. Kuna gharama, hasa aina ya safari ambayo mwisho wake ni kwenye makao ambayo Mungu ametuandalia. Acha visafari vya kuzunguka humu duniani unaishia kufa tu, havina maana. Safari ambayo pamoja na haya mengine yote unaishia kukaa na Mungu. Je, nikuulize swali rafiki yangu. Nikuulize swali. Na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanasema, natamani kuona Mungu ananipandisha daraja la juu la kiroho. Niko tayari kubeba gharama zote za kunifanya kuwa mtu wa maana. Niko gharama kubeba kafara, kuchukua kafara ya Yesu na kuyatoa kafara maisha yangu na kujikana nafsi na kumfuata Yesu, ili Mungu wa mbinguni aniwezeshe kunifanya kuwa mtu wa maombi ya siri ya muda mrefu. Ili Mungu wa mbinguni anisaidie picha ya kile ambacho nakitaka kwenye maisha yangu isije kafutika kwa njia yote ile. Ili Mungu wa mbinguni anipe neema ya kulitafakari neno la Mungu, nikitapolisoma liniingie na kunifufua kwenye maeneo yaliyokufa kwenye maisha yangu. Ili Mungu wa mbinguni aniondolee roho ya kusita. Kama ndicho ambacho nakitaka kwenye maisha yako, nikualike tumuombe Mungu kwa ajili yako. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako, na ninampongeza kwa kuwa alipokuwa anasikiliza, alikuwa asikilizi kama anasikiliza maneno ya mwanadamu. Amekuwa akifuatilia kwa karibu sana na anasikiliza kama anayesikiliza maneno kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Baba, naomba sasa umfanyie mambo yafuatayo. Moja, Bwana, mtoe kwenye hali ya kukwama, kwenye eneo lolote ambalo amekwama sasa hivi Bwana, kwa jina la Yesu. Bwana, mbili, na kuomba Mungu wa mbinguni mfanye kuwa mtu wa mbio za ushindi za farasi zenye matokeo tangu sasa kwa jina la Yesu. Tatu, Bwana, ninaomba umfanye kuwa mtu mwenye kasi yenye ufanisi, huku akiukomboa wakati kwenye chochote ambacho umempa kufanya, huku akisubiria yale makazi mazuri ambayo Mungu umetuandalia. Kama kuna chochote ambacho kwenye maisha yake kimekuwa ni mzigo mzito, Baba, ninakusihi katika masaa ya ibada na akitue sasa kwa jina la Yesu. Akitue sasa kwa jina la Yesu. Kama kuna uzito wowote ambao umeingiziwa katika ulimwengu wa roho, Baba, uzito huo uyeyuke sasa hivi katika jina la Yesu. Lakini kama kuna namna yoyote ambayo anaishi, ambao unajua akiendelea hivyo mwisho wake utakuwa mbaya, kama kuna mfumo wa maisha ambao ameuchagua, ambao Mungu unajua huo mfumo akiendelea hivyo hatapata yale matokeo mazuri ili kumpa raha, ili kuwa na Mungu, Baba, hiyo safari yake ninaikomesha sasa kwa jina la Yesu, na ninamuingiza katika njia yenye safari ya marathoni za kiroho zenye kuleta matokeo ya sasa. Lakini Bwana, usimnyime yale matokeo mazuri ya uzima wa milele. Ninaomba Bwana, tutakapokuwa tukiingia mbinguni hivi karibuni, tukikushangaa na tukipokea zile zawadi kubwa kubwa ambazo umetuandalia, na mtoto wako naye awepo.
Haijalishi atapitia nini kwenye maisha yake, pamoja na hiki anachopitia sasa, mazuri ya mbinguni ya upande wake. Mungu mbariki. Nuru ya uso wako umwangazie. Baraka zako zikamfuate kijijini na mjini, mchana na usiku, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.